reservoir that is, yes, 2 acres big, that is basically a lung for the whole system, because this is where we enrich with oxygen, we filter from the seaweed or any other sediments before we transfer it to the growing ponds, as you can see. So since we will be culturing 2 types of fish, also we have to accommodate for that when it comes to ponds. So we'll be having the ponds with so-called cages or hapas. This is for tilapia, or the shaded ponds for the catfish, right? So now moving on to the center of Kabonyo Fish Farm, which is now the fish hatchery. The success of the hatchery actually determines the quantity and the quality of fish for the years to come. So this is where the incubation is happening. Again, since we'll be introducing 2 different species, we'll be having 2 different incubation methods. So for the African catfish, we'll be using the jar method, and for the tilapia, we'll be using the tray method. In the hatchery? Inside the hatchery, which is located right here. So now our targets are quite ambitious, because the success rate, we usually measure it in the hatching percentage success. So we are aiming at least 80%. So over time, as we research, we are hoping to even improve that numbers, so we can deliver even more fish to the farmers and then to the market. Very good. Thank you so much. We have agreed this project finished 1 year. Yes, sir. Is that okay? Of course. Between 9 and 12 months. We'll do everything possible to make it happen. Thank you. Thank you so much, Your Excellency. Good. Thank you. Otherwise, you become fish feed. Me too. Nimekaribia Kisumu. Habari ya Dala. Dala Bera. Good morning. Habari bwana. Salama sana mkuu. Welcome. Yeah. Hey, it is started black. Imagine. A round of applause for what we said, the President. We now have the unveiling of the plaque, as we have Wapi Makofi, the fanfare. Na kutoka hapa sasa tutafanya ile inaitwa ground breaking. His Excellency aje aweze kuchimba ili tujue kwamba mradi huu tayari sasa upo na umeanza. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Naomba tafadhali wale ambao tuko karibu na gari tuondoke tafadhali, tusije tukawa na ajali. Those of us who are near the truck, please let's move to avoid any incident or accident that may happen. So kindly, those of us who are near the truck, let's kindly move away. Mheshimiwa Rais tutamwona akiinua ile udongo
kujulisha kwamba mradi umeanza. This is the ceremonial groundbreaking. As we see His Excellency now loading the truck with the first lot of soil. We'll put another load, second load of soil, ili iwe ya kwamba mradi sasa umeanza. Within a period of 1 year, this should be. Makofi pia ya rais, asante sana. Thank you very much, Your Excellency. Na kutoka hapo sasa tutaingia katika ile tuweze We move, twende. Twende to move. Kidogo. Sasa wewe umepaka hapo gari. Tum. Kidogo. Your Excellency, President William Samoei Ruto, His Excellency the Governor of Kisumu, Professor Peter Anyang' Nyong'o, Professor Ojienda, the Senator of this area, my colleague Eliud Owalo, the CS ICT, my colleague the CS Trade, Honorable Miano, who is here, all honorable local leaders, and the community of Kabonyo Fisheries. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Kabonyo Jambo. So we will straight away begin this program, which will be very brief. But I want to thank Wananchi for turning in large numbers. So may I request the PS State Department of Blue Economy very quickly to come here. Your Excellency, the President, Dr. William Ruto, all protocols observed. Watu wa Kabonyo, habari yenu? Mko salama? Umor? Hata mimi niko Umor. Your Excellency, the President, today we are very delighted kuwa hapa Kabonyo. Watu ni wangwana sana. Hata jana walinipatia jina wakaniita Anyango. Kwa hivyo kutoka leo mimi ni Anyango Modoni. Your Excellency, yangu ni kushukuru watu wa Kabonyo na kuhakikishia hii mradi itatimika vizuri vilivyo, na kama vile tulisema jana, tutaensure vijana wa Kabonyo wapate kazi kwa hii mradi, na pia nataka pia hii shamba yote, kwa sababu ni kubwa sana, pia tutalima mchele na soybean ambayo itakuwa chakula ya samaki, si ndio? Kwa hayo machache, Your Excellency, tafadhali niruhusu ni invite my brother Dr. Raymond Omolo anene pia nasi mambo mbili.
Jo Kabonyo utie. Jo Kabonyo umor. Umor ginga. Your Excellency, welcome to Kabonyo. Yangu tu ni kusema asante kwa kukuja hapa na kuita senator wa Kisumu County. Huh? Balozi. Can we have the ambassador, please? Excellency Mheshimiwa President William Samoei Ruto, Governor, CS, wananchi wa Nyanza, habari zenu? Ayaora. So, nina furaha kuwa hapa leo. Mimi ni balozi wa Hungary. I will change to English now. But thank you very much for welcoming us in such great numbers. And I'm very happy to be here after a few years of doing the paperwork on this project. We are happy to announce that it's going to be launched very soon. And we are looking forward to supplying not only fish and not only nets, but the know-how, the training to the local youth on how to grow their fingerlings, how to market it, and how to make a living. So this is not only a fish project, it's more like a livelihood project, a long-term project that will sustain the community. If everything goes well, we can increase with this fish farm the annual fingerling production by 7 million fingerlings per year. That's 5% of the annual production of Kenya. So I would just like to say Erakomano, thank you very much. Thank you, Ambassador. Wacha tumuite Senator wa Kisumu, Professor Ojenda. Hey, Yokano Umor, Uling, Uchiek, Nisauru Kamanu, welcome His Excellency William Ruto. Watu wangapi wamekaribisha His Excellency William? Nionyeshe hivi. Bas leo we are here to launch this project, as you are all aware. And the minister will speak to all those issues. My task is brief. It is one, to thank the President for the work that is going on. He has launched this 1 billion project, but also we have the dredging around the lake going on. The NYS project has become a reality. How many of you are happy with the NYS project? So, Your Excellency, we thank you. Teams are on the ground, and we will see a reduction in flooding because of your deliberate action for the people of Kabonyo, Kanyagwal. Your Excellency, secondly, I want to thank you for releasing 8.36 billion out of the 385 billion to Kisumu County. Governor Nyongo has received 8.36 billion this financial year. So my work is very basic, to do oversight. How many people want me to do oversight? Asanteni. Lastly, I will do the onerous task of introducing the members of parliament and leaders present at this meeting. Nitaanza na majority leader. Leo mimi ndio mkubwa bwana. Yeah. Majority leader Bwana Kimani Chungwa is in the house. How many of you welcome Kimani Chungwa? Then members of parliament present herein, we have Honorable Karoli Omondi, Honorable Gideon Ochanda from Bondo. Hawa ni watu wamesema wanafanya kazi na rais. That's important. How many of you support these MPs to work with the government? How many of you? Very good. Thirdly, we have the Honorable Mark Nyamita from Uriri. The Honorable Mushengi Karumba from Runyenjes is also in the house. The Honorable John Makali from Kandui, I saw him standing right here. Karibu wana Makali. The Honorable Matthias Robi from Kuria West.
the Honorable Kitayama Maisori from Kuria East. We also have former members of parliament here. The Honorable Ken Obura, Kisumu Central. The Honorable Fred Outa Nyando. The Honorable Nicholas Gumbo. Yes, of course, KJ. You know KJ, this man here is also here. Salimieni KJ. Then we have the Honorable Sylvan Sosele Kabondo Kasipul. The Honorable John Pesa Migori. The Honorable Eddie Kanyanga Nyatike, the Honorable Rose Nyamunga, former Senator, she's also here, and the Honorable Ogindo, Martin Ogindo. Your Excellency, we also have MCAs who came to and His Excellency, my friend, the Honorable Evans Kidero Wodasumbi. We also have, let me not forget, Mheshimiwa would have introduced you. We also have the Deputy Governor of Siaya, the sitting Deputy Governor, Mr. Oduol, is also Your Excellency. Your Excellency, we also have MCAs. The MCAs who have worked together with us in this project and in supporting your vision for this country. We have the Honorable Oiko Pete, the MCA for this area. The Honorable Gad Olima, the Honorable Regina Kizito, the Honorable Tom Nyaoke, the Honorable Kelvin Oraro, the Honorable Millicent Omuya, the Honorable Samuel Ongo is also here, very supportive, the Honorable Charles Aguko and Osumba Olim. Your Excellency, there's also, Your Excellency, the first governor of Kisumu County is also in the house. The Honorable Jack Nyandungo Ranguma is also here. Lastly, let me say this, Your Excellency. We thank you for uplifting the life of the people of Kanyomo County. We know that this project will catapult into development in the area of infrastructure, in the area of research, and therefore provide employment, but will also act as a springboard for young people and for research and for our livelihood, which is fish. Your Excellency, I will not say much, but as Senator of Kisumu County, we all know that we have the small issues, the small border issues. I would urge Your Excellency to speak to it and give direction so that those criminals and those leaders who are causing conflict should all be arrested and brought to book. It's very important, Your Excellency. Thank you so much. Thank you so much. Let me call the leader of majority, Kimani Ichung'wa, to come and say a word to the people of Kabonyo Kanyagola. Asanteni sana. Asanteni sana. Jo Kabonyo antie. Jo Kabonyo antie. Muko salama. Mmetukaribisha hapa Kabonyo. Na haya ndiyo mambo tuliita bottom up economic transformation. And Your Excellency, we thank you because the bottom up economic transformation that you promised the people of Kenya to create jobs for millions of our jobless youth is what you have come to do in Kabonyo today. Vijana wa Kabonyo mko tayari? Simesikia kazi lazima ipewe vijana wa wapi? Wa Kabonyo, si ndio? Muko tayari kuchapa job? Muko tayari? Mutashikilia huyu rais na hawa viongozi wenyu, akiwemo seneta wenyu na wabunge wenyu wenye wameamua kufanya kazi na rais na seneta. Asante. Thank you very much, Leader of Majority. It is now my pleasure to invite His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong'o to come and speak. Aya, jodala untie, umor, urwako welo, erukamano. Mokwongo, adwa goyo erokamano ne rais
His Excellency William Sumei Ruto, who is a friend of mine and a friend of the county. Ama sivyo? Makofi kwa rais. Asante sana. Secondly, I want to be very brief because I want my Hungarian brother to hear this. This project, we have been expecting it for over 20 years. And this project, as my minister, Mvurya, and we were governors together in the Council of Governors, and we know each other very well. So I'm glad Minister Mvurya is the one in charge of this project, because now I have a key to where decisions are made. Ama sivyo? Bwana Yesu asifiwe. Secondly, this project, as my colleagues have said, we are grateful to the Hungarian government. Balozi, thank you very much. We have worked very closely with the Hungarian government to make this project possible. Ama sivyo? Therefore, we are liberal also Bwana Bedmos. We can do it, ama sivyo? We can do it, ama sivyo? Sawa sawa. Secondly, the youth of this community and of Kisumu County in general look forward to this project. Because, as the minister said, it is not only breeding fingerlings here, but making sure that these fingerlings are consumed by the fish farmers in the Nyando Basin, as well as the fish farmers in the lake, using those catchment areas. And therefore, I'm saying today that the county government of Kisumu, we are at the center of this. And we shall work closely with the national government in ensuring that this project succeeds. Ama sivyo? Ama sivyo? Asanteni sana na Mungu wabariki. I want to introduce my colleagues. Rebecca Miano, the CS Trade, is here. CS Owalo, please come and greet kidogo wananchi wa nyumbani. Sawa. Aya, jothuru wa untie. Jothuru wa umor. Jothuru wa uil. Ere jamoro wako president kane ane lwetu malo. Asante. Your Excellency, langu ni kwa kushukuru sana kwa kushughulikia maneno ya maendeleo katika eneo hii ya Nyanza. Unakumbuka kwamba wakati uliunda serikali yako katika mkutano yako ya cabinet ya kwanza, ile project ya kwanza ambayo tulipitisha na ukakubali kuweka sahihi ni hii project ya Kabonyo. Kwa hivyo nataka nikushukuru sana. Vile tunajua kwamba katika mpango ya maendeleo ya eneo hii uko na mpango kabambe ya kushughulikia viwanda za miwa. Vile uko na mpango sawasawa ya kusaidia wavuvi. Vile uko na mpango ya kuunda maneno ya sitima na maneno ya maji. Vile nataka kukushukuru sana mtukufu rais kwa kushughulikia wakina mama na vijana kwa mpango ya kuwasaidia na pesa ya kufanya biashara. Ya mwisho, I want to thank you most sincerely, Your Excellency, for adopting an inclusive approach in governance within this current term, your first term. In this government, Your Excellency, despite the voting patterns in the last elections, you have given us 1 CS, you have given us 2 CSS, you have given us the CDF, General Ogola. You have given us over 20 chairmen of parastatals and a whopping 78 members of various boards of parastatals. All I can say for now, Your Excellency, is that we are aligned to your bottom-up economic transformation agenda. We are going to adopt a paradigm shift in this region and work with you moving forward. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana, Your Excellency. Mimi sina mengi kwa sababu ulinituma hapa mwaka jana Novemba, na wananchi hawa tukaja tukaongea
ile na kuhakikishia Mheshimiwa Rais, wananchi hawa kupitia mwenyekiti wao Charles, huu mradi wameungojea sana na wataunga mkono. Mheshimiwa Rais, walikuwa wamenituma kwamba siku ya kuanzisha wewe mwenyewe uje. Na leo rais amekuja, hakuja? Si rais ndio huyu? Karibu sana Your Excellency President of the Republic of Kenya, uzungumze na wananchi. Asante sana. Asanteni sana. Ndugu zangu watu wa Kisumu na watu wa Kabonyo Kanyakwal, hamjambo? Amoso ujodurwa untie jodurwa umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione salamu kwa mkono. Asante sana. Thank you very much. Kwanza watu wa Nyanza, watu wa Kisumu na watu wa Kabonyo, nasimama hapa mbele yenu kusema asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani, hapa Kisumu Dala. Na mimi nataka pia niwashukuru. Nilikuja hapa nikaomba kura yenu na mkanipatia kidogo. Mimi nimekuja kusema asante sana. Asante sana. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaeleze hivi. Tulikubaliana tukimalizana na mambo ya uchaguzi, sasa tutaendelea mbele na mipango ya maendeleo. Si ndio? Na ndio leo mimi nimefika hapa kwa sababu tulikubaliana njia ya kubadilisha Kenya, njia ya kubadilisha taifa letu ni kupitia miradi na mipango ya maendeleo. Si ni kweli jameni? Mimi nimefika hapa leo kwa sababu hapa Kabonyo mumengojea hii mradi vile gavana amesema miaka 20. Lakini mimi nataka niwahakikishie vile nimefika hapa leo, nitarudi hapa kabla ya Disemba mwaka ujao itakuwa imekamilika. And I want to commit to the people of Kabonyo and Kisumu that we are embarking on this project, and before December next year, this project is going to be complete. Mpango yetu hii ya hii mradi ni kwa sababu uvuvi ni ya muhimu sana katika uchumi wa kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Fish is one of the items that is going to help us sort out the challenge of cost of living by making sure that we have adequate food in the Republic of Kenya. Na ndio sababu tumekuja hapa katika hii mradi, na hapa tumekubaliana na serikali ya Hungary. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 1 kujenga hii mradi, kuhakikisha ya kwamba tutakuwa na fish pond, kuhakikisha ya kwamba tutatoa hapa fingerlings. Mumesikia balozi akisema hapa tutakuwa tunatoa fingerlings milioni 7 kila mwaka in the first year of operation. Alafu tukienda mbele tutaongeza ifike milioni 10. Na mpango yetu ni kwamba ili tuwe na samaki ya kutosha, hapa ndio tutazalisha fingerlings, tutaziweka katika zile fish ponds zingine katika sehemu hii, na vile vile tutatumia katika restocking ya Lake Victoria hapa chini. Hapa Lake Victoria kwa sababu ya uvuvi tumepata matatizo kidogo, saa zingine samaki inakosekana. Na ndio sababu hiyo we must engage in the business and in the program of restocking Lake Victoria. And this project we are having here today is going to be part of the process of restocking Lake Victoria, because as I have told you, we are going to be
generating at least 7 million fingerlings from this project every year, so that we can restock all our fish ponds in this region and also restock Lake Victoria for purposes of ensuring that we have adequate fish as we go along, making sure that we have adequate food and we can reduce the cost of living in the Republic of Kenya. Tunaelewana jameni? Vile vile, mbali na mradi huu, wacha mimi niwatangazie pia ya kwamba katika ufuo huu wa ziwa la Lake Victoria tunajenga landing sites, fish landing sites zingine 8. Pale Luanda Kotieno tumemaliza tayari fishing landing site ya kwanza. Pale Siaya pia tunajenga mahali inaitwa Wichlum. Tunajenga pia landing site ingine hapo. Hapa Kisumu tunajenga landing site mahali inaitwa Asat na mahali inaitwa Ogal. Na vile vile Homa Bay tunajenga landing sites 2. Na kule Migori tunajenga landing site moja tumekamilisha Sori, na ingine tutajenga, so that we have at least 8 different landing sites. Na katika landing sites hizo tumeweka pesa shilingi milioni 900 kuhakikisha kwamba all those landing sites are functioning in the next 1 year. Pale kwa hiyo landing site tutahakikisha ya kwamba kuna cold storage. Pale kwa hizo landing site 9 vile tutahakikisha ya kwamba kuna mambo ya processing, na tutahakikisha ya kwamba tunapanga mambo ya BMUs. Tuhakikisha kwamba vijana na cooperatives wamejipanga vizuri. Tuhakikishe ya kwamba there is a marketing process that enables the fishermen, the fisherfolk, and all the chain of fishing to make sure that we derive benefits from our fishing and we create market so that those who are involved can earn revenue. Tunaelewana jameni? Vile vile, mkiwa hapa Nyanza, mimi pia nataka niwatangazie hivi. Mambo ya rice growing hapa Haero, tumekubaliana kama serikali ya Kenya ya kwamba hatuwezi kuendelea kuagiza mchele kutoka nje miaka yote. Ndio tumeweka mpango maalum tuhakikishe ya kwamba tunazalisha mchele hapa Kenya. Na ndio sababu we have a comprehensive program, and we are going to work with the county government to make sure that all the rice programs here, including the one called Kuja pale Migori, tutaianzisha upya. Ndio tuhakikisha kwamba tunazalisha mchele ili pia tupunguze gharama ya chakula. Watu wa Nyanza, mimi nataka pia niwaeleze ya kwamba tunatumia karibu shilingi bilioni 100 kuagiza mambo ya edible oil. Na ndio tumesema hapa Nyanza tunataka muzalishe sunflower na muzalishe mambo ya, hapana miwa, ngoja ni miwa kwanza. Taongea mambo ya miwa baadaye. Mambo ya sunflower na mambo ya soya. Na tayari tumekubaliana na nyinyi ya kwamba this year we are importing 500 metric tons seeds for sunflower, and we are going to work with the counties of Migori, Homa Bay, Kisumu, Busia, Siaya. Tunazalisha hiyo mambo ya mafuta, ndio tuwaje kuagiza kutoka nje, and we can give more revenue and more earnings to our farmers. Tunakubaliana? Vile mumesema nyinyi wenyewe ya kwamba mambo ya miwa imekuwa na matatizo mingi. Si ni kweli? Sasa tumekubaliana hivyo, munisikize vizuri. Sawa? Kwanza, hii miwa business imekuwa na matatizo kubwa sana ya madeni. Hapa miwa ya hapa Chemelil, hapa Moroni, hii ya Miwani, ile ya Soni, ya kule Mumias pamoja na ile ya Nzoia, iko na deni ya bilioni 117. Bilioni 117. Na ndio nimesema
ili kuokoa hizi kampuni ya sukari. Nimesema ya kwamba hiyo bilioni 117 tutaifutilia mbali kama serikali ya Kenya. Na tayari nimepitisha katika baraza la mawaziri na tayari imepitishwa kule bunge, na sasa madeni hiyo yote imefutiliwa mbali, ndio tuanze upya. Nyinyi mnanielewa? Na kwa sababu tumeondoa the biggest stumbling block to the development and transformation of our sugar mills, mimi sasa nataka nikubaliane na nyinyi ya kwamba tutafanya mpango, na tumekubaliana na governors wenu, tumekubaliana na wabunge wenu on what we are going to do so that we can make sure that mambo ya kilimo ya sukari, mambo ya kilimo ya miwa inafanywa kwa njia ambayo itafaidi wananchi na itatusaidia pia kuhakikisha ya kwamba viwanda zetu zinaendelea vizuri, na vile vile tunapata mambo ya sukari ambaye imezalishwa na wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi nitarudi hapa hivi karibuni kwa sababu mambo ya miwa ni mambo ya muhimu, and I committed myself that I am going to sort out this problem of mambo ya miwa, kwa sababu hii miwa imesumbuliwa sana na watu wachache, watu wakora, matapeli na watu ambao wanajifanya wajeuri na wafisadi. Na vile nilitangaza kule Mumias, niliwaambia hawa watu wakora, wafisadi na watu wa bure ambao wanataka kuendelea kuteka nyara biashara ya miwa, niliwaambia mambo ni matatu. Mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Hawa wakora wote na wafisadi mambo yao ni matatu. Either wahame Kenya, waende jela, ama waende wapi? Basi sawa sawa. Ninyi kumbe mnajua. Si namna hiyo? So mimi nataka vile vile niwaeleze hivi. Tunaelewana jameni? Mimi vile vile nataka niwaeleze hivi. Mbali na mambo ya miwa, bado tuko na changamoto kubwa ya vijana wengi hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Si vijana wengi wanahangaika jameni? Na ndio nimesema lazima tuwe na mpango maalum ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira. Na ndio sababu hiyo nimeweka mpango ya housing hapa Kisumu. Tayari tumekubaliana the first phase ya nyumba 5,000, na mimi nahitaji vijana 7,000 watakaofanya kazi ya housing phase 1 ya 5,000 units hapa Kisumu. Vijana wa Kisumu mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Mtafanya hiyo kazi? Mimi nitarudi hapa kabla ya Disemba kuja kuanzisha phase 1 ya housing ya Kisumu County. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mbali na ajira itakayopatikana katika mambo ya housing, huyu Owalo nimemwambia lazima tuwe na mpango ya digital jobs. Na ndio sababu hiyo tumesema tutajenga ICT hub katika kila ward. In every ward in Kenya, we are going to have an ICT hub where we are going to have between 200, 300, 500 young people who are going to engage using the digital platform so that we can create digital jobs. Vijana wanaweza kufanya kazi Marekani wakiwa hapa Kabonyo. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana jameni? Jambo la tatu, mimi vile vile nataka niwaambie hivi. Ama jambo la 4, nataka niwaambie vile vile tumekubaliana ya kwamba wale wafanyabiashara wote ambao wanafanya biashara, wengi wanahangaika, hawana masoko ya kutosha. Hapa Kisumu tutajenga soko ingine mpya 8 hapa Kisumu County. Na tutakubaliana na gavana wenu Profesa Nyang' Nyong'o
na tutakubaliana na wabunge wenu, na huyu seneta wenu tushakubaliana na yeye. Vile tutapanga hiyo masoko yote, hawa vijana na kina mama waweze kufanya biashara mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna heshima, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba kazi ni kazi. Tumeelewana watu wa Kisumu Dala? Tumekubaliana? Tuko pamoja? Mwisho kabisa, mimi nataka niwahakikishie hivi. Ngojea tu kidogo boss. Mimi nataka Sondu. Sondu. Haya. Maneno ya Sondu. Ndio hiyo mimi nataka kusema mwisho. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja, na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie, na tayari tumeweka mpango kamili, na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela, kwa sababu kuua mwananchi mwenzako ni mambo ambayo haikubaliki. Wanaweza kwenda hiyo safari ya tatu ile ya kwenda huko, lakini watapitia kotini kwanza. Si namna hiyo? Tunaelewana? Lakini pia pale Sondu lazima pia tujenge ile dam ambaye tulikubaliana. Viongozi wenu hawa wabunge wameniambia ya kwamba ni vizuri tupange upya vile tutajenga dam ya Sondu, ndio tuhakikisha kwamba mambo ya maji inapatikana kwa njia ya sawasawa, ndio tuweze kuzalisha chakula, mpate maji ya kutosha, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Watu wa Kisumu tumekubaliana jameni? Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi sijakuja Kisumu mambo ya siasa. Mimi nimekuja Kisumu mambo ya maendeleo. Kwa sababu tumekubaliana, sio? Profesa amenisaisha kidogo na ni mzuri. Najua huyu mtu ni profesa, mimi sijafika profesa. Amenikumbusha pia kwamba tuko na Koru Soin. Hapo ndio tunataka pia tujenge dam ingine, kwa sababu hiyo Koru Soin ilipatiwa na wakandarasi, lakini iko na matatizo makubwa kwa sababu ya mambo ya pesa. So tumekubaliana tutabadilisha hiyo maneno, na tutahakikisha kwamba hiyo Koru Soin kwa mapenzi ya Mungu tunabadilisha ile procurement model, ndio tuhakikisha kwamba dunia inasonga mbele. Tumekubaliana? Mimi mwisho mnataka barabara? Barabara. Haya. Nimesikia mambo yenu ya barabara. Na mnajua barabara ililete matatizo pale nyuma. Lakini katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa karibu bilioni 270. Mutangojea tu kidogo nikusanye ushuru. Si namna hiyo? Si mnajua budget ilipita miezi 2 iliyopita. Nitapanga vizuri, lakini nimesikia vile mumeniambia, na hii masikio imesikia mambo yenu. Nitaipangia. Kwa hivyo watu wa Kisumu, mimi nataka niseme asante sana. Mjue mimi nawapenda sana na nawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. God bless you. Thank you very much.